Okay, tuendelee kwenye kipengele cha kugenerate. Ukishamaliza kama hivi hapo, unakuja kwenye kipengele cha hapo kuandikwa generate new. Sawa? Sorry kidogo. Unakuja kwenye kipengele kimeandikwa generate new, una click hiyo generate new. Itakuletea dashboard hapa. Kuna wakati mwingine inaweza kukuletea so critical problem, huenda tu kuna mistake ambayo umeifanya na nini. Sawa? Unaweza ukaignore. Lakini kwangu hapo ikawa imekaa sawa, unakuja hapa kwenye kuna aina 3 za kugenerate. Kuna normal, large na huge. Wewe utaklik nini? Ile neno large. Unaweza kuklik normal lakini nashauri uklik large. Huge inachukua muda mrefu sana. Ukishamaliza click, click una maana unafanya hivi. Unaweza ukabonyeza hivi kinakuja huko. Kwa kile hapo kwenye normal, kwenye large, click start generation. Una generate sasa. Hapo ina maana ndio inaanza kugenerate. Kwa hiyo inakuwa inajitengeneza hivyo. Unasubiria mpaka inafanyaje? Inamaliza. Sasa inachukua muda gani? Ni swali gumu kwa sababu inategemea na ukubwa wa madarasa yako na mikondo yako. Kuna wengine mpaka sasa hivi ingekuwa imeshakuwa tayari kwa sababu labda ana mikondo michache au ana walimu pia wachache. Lakini kama maana ana generate kwa kila darasa, umeona imemaliza kama hivyo, sawa? Imemaliza kama hivyo. Sasa kuna wakati mwingine vipindi vingine vinaweza vikagoma kuingia kwenye ratiba, sawa? Vinawekwa hapa chini. Ni kitendo cha kuchukua uzuri, umeshaweka condition kwa mfano kama debate. Ukiklik tu debate na kuonyesha wapi unapaswa kutaka kwenda. Kaangalia huko juu hapa. Na click tab hapa kinakaa chenyewe. Sawa? Click tab hapa kinafanyaje? Kinakaa chenyewe debate. Tutakosea okay, debate moja hapa. Sawa? Naiweka hapa. Kama na religion, religion nilikuwa tayari kwa shaiweka. Kwa hiyo kitendo cha kuchukua tu hapa na kukiweka. Religion niliweka mara mbili kwa sababu pale nilikuwa naelekezea. Haya, ukishamaliza hapo, njoo kwenye kupreview. Unakuja hapo kwenye kupreview ratiba zako sasa. Unakuja kupreview, unaona hii ndio ratiba yako ya form 1A, sawa? Ukija for let's say for form 1 for teachers, unakuja hapa teacher, ratiba za walimu unaziona hizo hapo. Ukitaka labda general, unakuja hapo kwenye summary timetable for classes. Unaiona hiyo hapo. Sawa? Ukitaka ratiba ambayo tayari inakuwa ina number of periods, unakuja kwenye ratiba ambayo inakuwa imeandikwa aina zote za ratiba. Sawa? Hapa hii ratiba for classes with tables. Hii inakuelezeana na kwamba form 1A na nini na ratiba yake. Sawa? Form 1A na vipindi 48. Sawa, kama ni kwa walimu unaweza kaja hapa for teachers. Kwenye inaonyesha kwamba mwalimu fulani ana vipindi 18. Ukitaka hivyo unaenda navyo, hivyo unaenda kwa mwingine. Na in case kwa mfano unataka kuprint ratiba yako kwa PDF au unataka kuweka kwanza katika PDF afu ka print sehemu nyingine, na yenyewe inawezekana. Unakuja tu hapa kwenye neno print, unakuja kwenye print setup. Sawa? Unakuja hapo na kwenye print name, una click hichi arrow hapa, una select Microsoft Print to PDF hapa. Una select hapo, una click OK. Sawa? Unarudi tena hapa kwenye print, unakuja print, unakuja hii ya kwanza inaitwa control P. Sawa? Haya, tayari hapa itaonekana Microsoft Print to PDF, uta click OK. Itajihesabu hapo, muda siku itajisave. Itataka ujisave sasa unapotaka kusave. Na click una rename hiyo period, hicho nataka kusave. Let's say labda ni class. Alafu na click neno save. Sawa, na click neno save. Hapo utakuwa click neno save, utakuwa imeshajisave. Sawa? Sina account hapo. Ukishamaliza hapo basi unakuwa umemaliza. Nataka kuprint. Asante.